Naitwa Lea Masalu Mayaya, mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya Heaka. Tunapatikana Dar es Salaam Salasala, na hii ndio story yangu. Heaka ni kifupi, inamaanisha kirefu chake ni Health at Affordable Cost for All, kwa maana kwamba afya bora inaanzia katika ulaji sahihi wa vyakula. Kampuni hii ilianza mwaka 2021, mpaka sasa tuna takriban miaka 5. Tunajihusisha na uongezaji thamani wa bidhaa za vyakula, sana sana kwenye viungo ambao wanaita wengi spice kwa lugha ya kigeni, lakini pia tunao unga wa lishe. Ujasiriamali ni safari ndefu. Heaka tulianza na mtaji mdogo sana. Nilianza mmoja, kwanza lilikuwa ni wazo, nikafikiri namna bora ya kulitekeleza, lakini niliamua kuanza katika udogo ule wa mtaji wa $100,000, nikaweza kutengeneza bidhaa 2, yani chai na mchuzi, ambazo ndio zilikuwa sana sana kwenye maono yangu kwa wakati ule. Lakini mpaka sasa tumeweza kusogea, pamoja na changamoto kadha wa kadha za kimtaji, kutokupokelewa na jamii kwa haraka. Watu wanasema hatujazoea hizi bidhaa za wajasiriamali, zina changamoto mbalimbali. Wajasiriamali wakianza leo, kesho wameacha. Wajasiriamali hawako na mfumo wa kuendeleza. Kwa hiyo yale jamii inavyokuwa na mashaka, wafanyabiashara kutokupokea moja kwa moja ni changamoto, lakini katika hiyo tunashukuru Mungu kwa wale ambao waliweza kutupa mlango, ndio mpaka sasa tumeweza kufikisha miaka hii katika biashara. Kwa hiyo tupo tunaendelea. Sasa katika harakati za ujasiriamali niliweza kukutana na taarifa ya semina. Kulikuwa kuna semina ya Jifunze Utoke. Semina ile ilikuwa imeandaliwa na ABC ikishirikiana na Equity. Ilikuwa ni programu ya Mwanamke Plus. Katika programu ile nilipata elimu nzuri sana ya namna ya kuweka record, yani elimu ya kifedha, elimu ya ujasiriamali walitufundisha, na tuliendelea nao kwa muda. Walitufanyia assessment sio tu katika seminar, lakini walikuja kwenye field, walitutembelea, wakaona kazi zetu, wakajiridhisha na jinsi tulivyoweka kumbukumbu za taarifa za kifedha. Lakini zaidi sana Equity ikatuamini, ikaweza kutupatia mkopo ambao ulitusaidia sana kukuza biashara yetu. Kwa sehemu fulani tunaweza tukasema kuna mafanikio ambayo yanaweza yakawa yanaonekana kabisa kwa hatua ambayo kupitia mkopo ule tumeweza kufikia. Naweza kusema, naomba niwatie moyo wajasiriamali wenzangu. Ujasiriamali ni safari ambayo inahitaji uwe jasiri, kama jina linavyosema jasiri. Haijalishi changamoto gani utakutana nazo, lakini amini, kwa kuanza kwako na kuchukua hatua ya kwenda, ndiko utakutana na watu, utakutana na mataasisi na watu ambao wanaweza kukusapoti kufikia malengo yako. Naweza nikasema hilo kutokana na kupitia semina. Ile semina ya Jifunze Utoke mimi nilifahamu kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna msaada na kuna faida kubwa sana kwenye haya mafunzo yanayotangazwa kwa habari ya semina za ujasiriamali. Unaposikia habari hiyo, nikutie moyo mwanamke mwenzangu, hata mjasiriamali yote ambaye hata si mwanamke, nyanyuka, nenda. Kuna kitu utakutana nacho, utapata connection, utakutana na vitu ambavyo vitakufungua ufahamu, lakini vitakupa ujasiri wa kutekeleza lile wazo ambalo umekaa nalo tu mpaka sasa na haujafanya chochote katika hilo. Lakini pia Equity naweza nikasema ni taasisi ya kifedha ambayo ni wakarimu, wana uthubutu, wanaweza kuatia moyo pia wajasiriamali. Naweza nikasema wajasiriamali wengi, na nikiwemo mimi, tuna tabia kuogopa kwenda benki. Kwanza tunaamini katika vikoba, ambayo nayo ni nzuri. Mimi mwenyewe imenitoa mahali mpaka kufikia hapa. Lakini pia benki zinatusaidia pia. Kwa hiyo niwatie moyo, tunaposikia habari zozote za program zinazoandaliwa na mabenki kwa ajili ya kusapoti wajasiriamali, tusiogope, turasimishe biashara zetu, tufungue akaunti, kwa sababu kupitia hizo ndio watakuwa na uhakika kwamba kweli wewe unafanya biashara.